85? Kwangu hapana, lakini tunasema kwamba kama yule ambaye aliolewa ama alioa. Nimekuuliza wewe unaweza. Nimesema kwangu hapana. Sawa. Sijui Zadok, wewe unaweza oa mwanamke ambaye ana miaka 85? Waachana na yule ambaye ako na umri wa miaka 85. Hata wa miaka 40 sitaki. Kwa kusema ukweli mimi sitaki. Unajua sasa hivi nimefika miaka 29. Na sitaweza kumuoa yule ambaye umri wake ni zaidi ya 26, haiwezekani. Sasa akionyeshwa na Roho Mtakatifu atakataa. Unajua wale ambao wanaamua kuoa wale ambao wako na miaka zaidi kuwaliko, wanaangalia fedha. Kama mtu fulani yako na hela. Unajua penye tumefika sisi vijana, tuko na shida kidogo, maana hakuna ajira, hakuna pesa. Hiyo ndio inafanya mtu fulani anaamua wacha niolewe na yule ambaye yuko na miaka mingi kuniliko, bora nifaidike kifedha. Ishara nyingine watu kupenda pesa ni siku za mwisho. Kwa hivyo hiyo prediction unaendelea kuileta vizuri. Na kitu ambacho ningezungumza, ndio wewe hautakubali, mimi sitakubali, lakini pia tunajua kwamba as long as someone is over 18 years anaweza fanya maamuzi yeye peke yake. Kwa hivyo akitaka do whatever you do, lakini jiulize kwanza mwisho wa siku ukiambiwa jibu hili utajibu. Acha na imagine Masi, mimi nimebeba mwanamke mwenye miaka si nimembeba, nimeongea na yeye, tumeelewana. Let me not use a bad language. Nimeongea na yeye, tumeelewana. Ni miaka 70. 85 kidogo hapana. Miaka 70. Ndio namchukua nyumbani nikiambia wazazi, najua mama, huyu ndiye mwanamke mimi nimemchagua. You know, ukifuatilia hivi visa, mara nyingi utapata kwamba they do not introduce them to their families. Unawaona kwenye social media platforms. Wendi ukaenda akachukua akampeleka kwao ama akapelekwa kwao, mambo kama hayo. Unapata kwamba unayaonea yale mambo on Twitter, on Facebook, on YouTube na mambo kama hayo. Kwa hivyo I don't know why they are ashamed kuwapeleka kwao, and it's their choice. Niliona kuna jamaa anaitwa Muima mwenye miaka 25 ambaye anasema kwamba kidogo kuna wakati alikuwa anatafuta nyumba ya kukodisha, akapata nyumba fulani, na unajua hali ya maisha, unapata kwamba pengine hauna kitu ya kula, hauna chakula. Kuna mama mmoja anaitwa Teresa ambaye sasa hivi ana miaka 85. Alimletea chakula siku moja, kisha akamwambia ni kiss. Lakini ile jamaa akasema ina sound weird, akakataa, unaona. Lakini pindi muda ulivyosogea ndio hivyo mapenzi ilianza kuchacha. Sasa hivi wanadhamiria kufunga ndoa. Kijana wa miaka 20, na unajua lazima ni emphasis usikie, ni 25 na huyu mwanamke mwenye miaka 85, 85. Inasemekana akona wajukuu 20. Sitaki kutamka kile kisa kingine ambacho watu wamekuwa criticize on social media, kwa sababu they are not too young, but pia ni sawa, lakini ni maamuzi yake. Lakini vile unajua mapenzi hayachagui umri, ni age is just a number. Maana nikiangalia ile picha pale mtandaoni wanapobusiana pale, naona ni picha nzuri zaidi. Lakini sasa huyo mama actually si mama, ni ajuza. Ana uwezo wa kupata mtoto. Hawezi kupata mtoto. Ngoja, Mungu ni Mungu wa miujiza. Ukisema hawezi kupata mtoto, I remember nimeshuhudia visa viwili vitatu. Ndio Sara yuko pale. Anaelekea pale. Unajua huyu amekuwa mtumishi wa Mungu leo. Ngoja kwanza, unajua pia Sara, sio Sara peke yake. Wacha tuzungumzie Abrahamu na Sara. Wote ndio walikuwa wameanza kuzeeka, lakini Mungu aliwabariki na watoto, sivyo? Ama mtoto, sivyo? Kuna huyu ambaye alikuwa Bikira Mariamu ambaye alibarikiwa kumzaa Yesu. Kwa hivyo I think ndio kisayansi amepita menopause, lakini pia Mungu yupo. Kumbuka kwamba Mungu alikuwepo before science. Haya, kwa hivyo tuseme ni